Unajua tunapokuwa shule kuna masomo tukisoma tulikuwa tunasoma tu bila kuyafuatilia, tukidhani tunasoma kwa ajili ya mtihani tu. But trust me, kuna mengine hapo kwenye maisha yetu kabisa. Mimi nilikwambia somo ambalo limechange maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana, personal finance. Lakini kuna somo tulikuwa tukisoma la investment. Kwa sisi tuliosoma accounting and finance, kuna yale maswali tulikuwa tukiulizwa. Labda wanasema mtu A anataka kifikisha miaka 60, anataka kistaafu, hela yake ya kustaafu sijui itakuwa milioni 80. Je, awekeze kiasi gani sasa hivi ili baada ya miaka 24, sijui anataka kununua bondi inauzwa kiasi fulani, itamachua after 20 years, after 24 years, after 30 years. Je, awekeze kiasi gani sasa hivi, time value of money, sijui future money, sijui future cash flow. Yale mambo ni halisi. Tuandae retirement plan zetu mapema. Zile calculation tulizokuwa tukisoma kule, tuziweke kwenye uhalisia sasa hivi. Wengi sana wanaanzaga kwa sababu sijafika huko. Asilimia kubwa kwa research ndogo nilofanya au kwa experience ambao watu wananiambia, wengi sana wanaanzaga kuandaa retirement plan akishafika miaka 55. Amebakiwa na miaka 5 tu kazini. But retirement plan inatakiwa kuandaliwa umebakiza miaka 5, my dear. Retirement plan tunatakiwa tuanzishe saa hizi, tumebakiza miaka 30 saa hizi. Umebakiza miaka 35, 30, 25, 26, 24, 22, 20 ndio uandae. Mungu akikufikisha miaka 60, unadhani kwa mwezi wewe unatumiaga kiasi gani? Je, kipato hicho kikikata vyanzo vyako vya mapato vinaweza kukukava? Wazazi wetu walijitahidi sana kununua viwanja. Sana. Yaani unaweza kushangaa mzazi ana viwanja Tanzania nzima, Iringa, Dodoma, Morogoro, wapi. Lakini kwenye uzee anakuja kustruggle kwa sababu gani? Vile viwanja viko liquid. Sehemu alionunua haiwezi kubadilishika kuwa pesa kwa mapema. Sasa huu ndo muda wa sisi kufanya maamuzi. Huu ndo muda wa sisi kudiversify investment zetu. Wanaposema tu diversify, tusijiegeshe sehemu moja. Umesikia watu wengi wana invest na wewe huko hela zote urithi wote, kiasi kwamba kule uliko invest kukitingishika, kunatingishika na moyo wako. Walituambia tusiweke mayai yetu yote kwenye kapu moja. Diversification, watu mliosoma finance mnakumbuka, walikuwa na maana kubwa. Wekeza kwenye hisa, kwenye bondi, kwenye kilimo, kwenye biashara, wekeza sehemu tofauti. Hizo industries zote haziwezi kucheza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hayo mambo tulikuwa tukiyasoma darasani. Lakini ukija kwenye maisha, yapo, yanafanya kazi, lakini je, tunayafanyia kazi? This is an assignment to both of us. Si kwamba mimi ninayeongea ndo nimefanya. Mimi ninawashitua. Tushtuke kwa pamoja. Tujipange kwa pamoja. Ustaafu, maisha ya kuretire, tunayaandaa sasa. Mimi stories za kusema alikuwa gana kazi nzuri yule, usimuone vile jamani, alikuwa gana hela yule. Mungu akinipa uhai, natamani ustaafu wangu usiwe wa kitajiri, lakini wewe ustaafu ambao ninaweza nikakava my basic need. So tuanze safari ya kuandaa maisha yetu ya kustaafu sasa hivi. Tusisubiri miaka 55. Tusisubiri tumepata kiinua mgongo baada ya miaka 60. Tuanze mapema. Zile calculation tulizokuwa tukizisoma shule tuziweke kwenye uhalisia. Kwa sababu kweli zipo kwenye maisha, wazungu wenzetu walikuwa wanafanya. Sasa na sisi tubadilishe zile hard calculations into simple calculation. Kwa mfano nimejiona mimi kwa mwezi nikistaafu labda nikifika miaka 60 nitatumia milioni 1. Je, nifanye nini ambacho kitanifanya niweze kuingiza milioni 1 kila mwezi nikifika miaka 60? Wengi wetu wameweza kuwekeza kwenye nyumba za kupangisha. Haya, nyumba ya kupangisha mara imeharibika, inahitaji kurekebishwa, inahitaji hivyo. Alafu umeshazeeka kwanza kugombana na wapangaji, sasa nguvu tena huna. Sio kwamba ni jambo baya, lakini isiwe the only thing. Au kama ndo nyumba ya kupangisha umeshaianza sasa hivi na ujana wako, unajua nginja za kupambana na wapangaji wasumbufu kulipa kodi. Sio nimefika miaka 60 tena ndo naanza kupambana na watu sijui, hata experience sina. Nikianza kupambana nao sasa hivi mpaka nafika hiyo 60 nimeshakuwa Concord, nimeshakuwa Pro Max wa kusimamia watu hao. Kwa tujitahidi sasa hivi, when we are fresh in mind, when we are making money, decision tunazozifanya kimoja kiweke kwenye retirement plan yako. Kama utaenda kubai bondi wewe, kama utaenda kubai sijui kitu gani, kama utawekeza wapi, kikubwa tu kichwani mwako tuweka kitu cha kwamba nitaretire, na nikiretire hela nayoipata kila siku naweza nisiipate. Je, nitasurvive vipi? Kwa huu ndo ujumbe na assignment kwa sisi wafanya kazi. Sisi wategemea mishahara kwa asilimia kubwa.
Sisi ambao tumeajiriwa kwa lugha moja au nyingine, tuandae retirement plan zetu. Na si kuajiriwa tu, hata wewe uliyejiajiri. Nguvu ulionayo kutafuta pesa sasa hivi si nguvu ambayo utakuwa nayo ukiwa na miaka 60. Je, umeandaa mpango gani ukistaafu? Ukiwa huna nguvu ya kukimbizana Kariakoo, kukimbizana Ilala, kukimbizana Buguruni, kukimbizana masokoni, huwezi tena kufanya hivyo vitu, umejipangaje? Kwa hili ni swala ambalo tunatakiwa wote tukae chini tuwaze, tujipange. Ili Mungu akitupa uhai, tufurahie. Sio umekuwa tena mzee, uzee tena unakujia vibaya. Acha matatizo yatufanye tuingie kwenye changamoto, lakini wewe kama ulijipanga, ya Mungu tunamwachia Mungu, lakini mimi kama mimi nimejipanga. Yaani nataka wewe kama wewe umejipanga. Kama nilivyowaambia. Sisemi hivi kwa kuwa mimi nimefanya. Na washtua ili tupange kwa pamoja. Next year tuanze retirement plan. Ciao.